Mungu haezi kukuexpose. There are some certain things Mungu haezi kukuexpose to because ulikataa kuwa prepared for. Bwana Yesu asifiwe. There are certain things that the Lord will never expose you to because you refuse to be prepared for. And until the moment utasema, Lord, I am your vessel. Ukitaka kunipitisha kwa maji, ukitaka kunipitisha kwa moto, niko hapa. Kwa upendo Mungu anatupenda sisi wote the same way. Lakini kwa matumizi hawezi kututumia sisi wote the same way. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa upendo anatupenda sisi wote the same way. Lakini ikifika kwa investment ambaye amemake na ile neema ambaye ameachilia kwa maisha ya mtu, anaachilia levels tofauti kwa sababu anajua huyu amekaa na mimi, huyu amepitia moto. Sasa imagine vessel ambaye amekataa kupitia moto. Nasema Mungu nitume kwa mataifa. Na hata village yenu peke yake wakikuongelea vibaya, unaweza chukua panga udina. Unaweza sema acha niweke Yesu kando. Tujuane umundu kwa umundu. Sindio? True servant of God hafai kuwa anahaba jealousy in any way. Musa anasema wakati wale 70 wanaitwa, sawa, mbona Mungu hangepatia wale watu 70, angewapatia spirit yake direct? Ni because hawakuwa wamelabor enough for them to qualify. Nona, Musa alikuwa amekaa 80 years of preparation. Bwana Yesu asifiwe. Imagine unataka kenye Musa ako nayo. It means that unafaa uanze kujitayarisha, useme tu nimeweka kwanza 80 years. Yeah? Preparation. Or you can decide, useme wacha ni serve under Moses, niweze kupokea kenye alipokea kutoka kwa Mungu, sababu Mungu hangeweza kuwapatia wale wazee roho yake na hawamjui Mungu. Mungu hajawaandaa, Mungu hajawapika, Mungu hajawapikisha mahali ambapo anaona kwamba wamefaa. Sawa? So the only thing ni kuwa atagawa ile ambaye amepatia Musa waweze kupokea, ndio waweze kuwa under Moses. Lakini if they wanted them to wale pia wakuwe kama Musa, kwanza waweke kwanza 8 years. Alafu after 80 years waweke tena 80 days ya fasting. Jua? So these people did not have the enough time. There are some sacrifices hawezi lipa in your lifetime. Mtu akikwambia sasa ati Pastor Joseph 60 years na maybe you are 40. So unaona in your whole lifetime ndio ufikie level ya yule mtu mali amefika, utakuwa umeisha. But kuna mtu ambaye Mungu amedeposit kitu ndani yake na anasema if you just honor this vessel, utaweza kupokea kutoka kwa hiyo vessel bila kulipa ile gharama ambayo yule alilipa. That is why impartation comes in. Bwana Yesu asifiwe. We are able to receive from vessels that have labored more, that have gone through worse things, zenye si tukipitishwa tunaweza kosa kusimama, na Mungu akainvest kitu ndani yao. So sisi wakati tunawaona na sisi wakati tunasubmit under them, tunaweza kureceive from them easily without investing ile time na ile mapigo na ile mateso ambaye hawa watu walipitia ndio waweze kufikishwa pale mahali ambapo wamefika. But the problem inakuja kwamba wale 70 wakapokea na kulikuwa na watu wawili kwa camp ambao wako wameenda. Pia roho Mungu akawashukia na wakaanza kutabiri. Kina Joshua anaambia Musa, si tuende tukawaambie wasitabiri. Musa akamwambia, kwani are you jealous for my sake? Unaona wivu kwa sababu yangu? Kama mimi ningeulizwa, ningependa kwamba Israeli mzima wote wakuwe prophets. So Moses was not jealous. Moses hakukuwa na ile ndani yake anaona ati kwamba niki-impart mtu fulani atakuwa mkubwa kuni. Moses anasema if it were up to me,
the whole congregation wangefanyika kuwa manabii, kwamba mimi peke yangu sitoshi kuwa tu ati ndio nabii wa hii kongamano. Watu wote wa Mungu wangefaa kufanyika kuwa manabii. So that is the attitude of a servant of God, ambaye Mungu amedeposit kitu ndani yako. Unafaa ujue kwamba hajadeposit ndani yako hiyo kitu kwa sababu ni yako tu. Amedeposit ndani yako ndio watu wengine ambao Mungu anataka kuinua wasilipe ile gharama kubwa ambayo wewe ulilipa, lakini waweze kufikia ile hatma ambaye Mungu amekusudia. Ama why do you think we have fathers? Bwana Yesu asifiwe. There are some sacrifices that my father made for me, so I don't have to sacrifice. There are some sacrifices that I am making for my son, meaning that mali mimi nimeachia, hiyo ndio itakuwa ni stepping stone yake. Yani mali mimi nitakuwa nimeachia, hapo ndio mtoto wangu ataanzia. Because Jesus alisema you will do greater than this. Hata Jesus was not jealous. Nasema mimi ndio raise the dead, mimi ndio nimefanya nini? Sasa hawa ambao nimeokoa wafanye normal tu. Akasema no, you will do greater, because the principle is whoever you submit to, when you receive what they carry, you go and do greater than them. Hata mimi kama kuna watu ambaye nitalea, ninajua kwamba watakuja kunishinda. Na hiyo ndio furaha. Furaha ya mtumishi ni kuona kwamba umeweza kuimpact watu wengine, na hata labda wakakuwa wakubwa kukuliko. Lakini kama unatakanga tu kukanyagia watu tu hapa, isemekane kwamba wewe tu ndio, that is not how God works. Mungu ana work with one man so that this one man can raise men ambayo watafanya, because kuna njia zingine ambazo mimi siwezi tumika, na wale watu ambao labda nitainua Mungu atawatumia. So itakuwa ni furaha yangu kuona vile wanatumika kwa njia kubwa, ndio ufalme inaendelea kuongezeka, ndio ufalme inaendelea kuadvance. So a servant ambaye ako na moyo kama huyo, moyo kama hiyo, Mungu haezi invest a lot of things in them, because unapatia mtu kitu alafu kesho yake unakuja kuimwagilia maji, kuizima. Mungu pia ata limit ile investment ambaye ana invest kwa huyu, kwa sababu Mungu lazima work on your heart. Kwamba kuna watu ambao utaimpart vitu ndani yao na watakutoroka, lakini zile vipawa zitaendelea kufanya kazi na utawabariki na utaendelea na mwenendo wako na Kristo. Bwana Yesu asifiwe.